nimtaja Mheshimiwa Abubakar Mohamed Musa, atafuatayo Mheshimiwa Subira Mgaru, Mheshimiwa Josephine Kapoma ajiandae. Asante. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia uzima katika jioni hii. Lakini pia napenda kumpongeza Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar pamoja na wasaidizi wake Engineer Mshamu Ali Munde pamoja na Mheshimiwa Laurent Dogratias, lakini bila kumsahau Katibu Mkuu wa wizara hii, mama mchapakazi mwamba huyu, Dr. Natu Mwamba kama jina lake lilivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara hii imejaa wamba watupu, mpaka majina yao yanaonesha hapa. Mimi Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujikita katika maeneo mawili makuu katika kuchangia bajeti hii. Mimi najielekeza moja kwa moja kwenye suala la mizigo hii ya bidhaa ya chuma, Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na bei zake. Kiukweli Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa katika authority yetu hii ya TRA, katika eneo hili la bidhaa hizi za chuma zinazoingizwa hapa nchini kutoka nchi za nje, kadhia ya kwanza ambayo ipo ni katika swala zima la HS code kwenye tariff book. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa na matokeo ya mara kwa mara wateja wanapoingiza mizigo ya bidhaa ya chuma, si mteja anafata tariff book ambayo ni ile akti ya 2002 ambayo imefanyiwa marekebisho, imetoka 2022, lakini unapo declare document ile na inapofika wakati wa ukaguzi, officer anakuwa mara nyingi anabadilisha HS code, anakuambia HS code hii sio sahihi na anakupa HS code ya kwake. Hili Mheshimiwa Naibu Spika linaleta mkanganyiko sana na kuwafadhaisha wafanyabiashara ndani ya nchi yetu. Lakini pia sambamba na hilo, swala la bei. Utakuta mtu ndani ya meli moja kumebebwa koili za wateja tofauti tofauti, koili ambazo zinakuwa ni HRC, hot rolled coil. Kwa mfano tunatoa huo. Utakuta ndani ya meli hiyo supplier ni mmoja, lakini katika hawa wateja unakuta huyu amepewa bei ya $502 kwa tani, huyu anapewa $800 kwa tani, huyu anapewa $900 kwa tani. Halafu watu hawa unategemea kwamba waje wazalishe either square pipe au kitu chengine cha bidhaa ya chuma, halafu waje washindane katika soko la ndani. Kiukweli hapa tunadanganyana Mheshimiwa Naibu Spika. Hawa watu lazima watakuwa na bei tofauti na wengine watadorora katika kuuza bidhaa zao. Niombe Wizara ya Fedha katika eneo hili la HS code pamoja na hizi bei za bidhaa za chuma wakae pamoja na watu wa TRA na watuambie mwelekeo wao juu ya swala hili, ili tuweze kupata unafuu, tuweze kuambia wananchi wetu kwamba sasa TRA imekuja na mfumo huu ambao utakuwa hauna ubabaishaji na kila mtu atapata haki sawa katika uingizaji wa mizigo ndani ya nchi yetu. Lakini eneo la pili Mheshimiwa Naibu Spika ambalo napenda kuchangia, ambalo watu wengi wameligusia, swala la VAT deferment, na la tatu ilikuwa kwenye swala la duty remission, lakini hii naibind pamoja kwa sababu kadhia yake ni moja. Nilijaribu kuchangia katika Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kifupi sana, lakini leo naomba niongeze nyama kidogo. Swala la VAT deferment, Mheshimiwa Naibu Spika, ni msamaha wa kodi ambao unapewa kwa wakati unaingiza mzigo, capital goods zile. Alafu baadaye unapozalisha ndio unakuwa unalipa kidogo kidogo huko mbeleni. Lakini kwa sasa hivi Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda mtaani huko barua zimezagaa, TRA wamewapa wateja barua,
walazimisha waende katika ofisi zao na kwenda kuwapiga penalty, eti wanawaambia kwamba hawakuripoti wakati wamepata hii VAT deferment. Kuna utaratibu kweli upo. Ukipata VAT deferment kila muda unatakiwa ufaili ili wajue muendeleo wako unaendeleaje. Hii inaenda sambamba na duty remission. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niweke maneno yangu sawa hapo. Ninapozungumzia VAT deferment kwa sababu inaniuma zaidi, lakini iende sambamba na duty remission pamoja. Sasa hizi capital goods, huyu mteja leo anaambiwa alipe, hakuwahi hata siku moja kuitwa na TRA akapewa semina na akaambiwa kwamba hii VAT deferment tunakupa, lakini unatakiwa kila baada ya muda fulani uweze kufaili kwa ajili ya record zikae sawa ndani ya TRA. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, wafanyabiashara hawa wamekuwa kisumbuliwa sana, na hivi sasa ninapozungumza nina ushahidi tena wa kutosha. Barua ni nyingi sana, watu wanasumbuliwa nchi nzima walipe VAT deferment. Naomba niishauri serikali kupitia Wizara ya Fedha kwamba naomba wakae pamoja na wafanya biashara, wawaeleweshe swala hili ili waweze kwenda sambamba na matakwa yao au matakwa ya kisheria ndani ya nchi yetu, kwa sababu kuendelea kuwasurubu wafanya biashara sio suluhisho. Na hii uone kwamba Mheshimiwa Naibu Spika, watu wengi zaidi ya 90% hawakuwa na uelewa wa swala hili. Manake hili ni tatizo la TRA. Wao walitakiwa wape semina wananchi, wateja wao, ili waweze kwenda sambamba na mambo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sana, ya kwangu alikuwa ni hayo, lakini la mwisho zaidi kwa kukazia swala la EFD machine. Watu wengi wameongea EFD machine. Mheshimiwa Naibu Spika, watu hawatoi risiti, na hili linapelekea ukusanyaji wa kodi kudorora ndani ya nchi yetu. Ingawa ukiangalia hapa katika makusanyo ya serikali, TRA wameweza kukusanya Disemba tu mpaka mwezi wa Disemba wamekusanya trilioni 4.13 sawa na 102.9, wakati lengo ilikuwa 4.01. Kiukweli kabisa makusanyo yamekwenda juu, lakini kutoka Oktoba mpaka Disemba TRA imekusanya trilioni 9.8 sawa na 101.45, ambayo lengo ilikuwa ni trilioni 9.66. Kiukweli ukiangalia kodi imekusanywa maradufu zaidi, lakini kwa hiki kinachoendelea kuto kusimamia swala la EFD risiti litapelekea kuporomoka kwa ukusanyaji huu wa kodi, na baadaye tutakuja kuulizana hapa pesa zimekwenda wapi. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.